Hujambo mjukuu wangu, karibu tena kwenye mkeka huu wa hekima. Leo nataka nikupeleke mbali kidogo. Rudi nyuma miaka 1300. Funga macho yako, fikiria msafara mrefu usioonekana mwisho wake, ukikatiza jangwa la Sahara. Watu wanasema pesa ni sabuni ya roho, lakini leo tutamzungumzia mtu ambaye sabuni yake iliosha miji mizima. Mansa Musa. Siri ya kwanza, mjukuu wangu, ilikuwa ni rasilimali na udhibiti. Katika kipindi hicho, nusu ya dhahabu yote duniani ilitoka katika miliki ya Mansa Musa. Lakini kuwa na mali si jambo moja, na kujua namna ya kuzilinda ni jambo jingine. Mansa Musa hakumiliki dhahabu tu, alimiliki njia za biashara. Alidhibiti chumvi na dhahabu. Wakati huo chumvi ilikuwa na thamani sawa na dhahabu, maana ndiyo ilihifadhi vyakula. Alikuwa na akili ya kibiashara inayosema, ukitaka kuwa tajiri, miliki kitu ambacho kila mtu anakihitaji, na weka mkono wako kwenye njia wanayopita kuitaka. Sasa sikiliza hapa. Hii ndiyo sehemu inayovunja rekodi. Mwaka 1324 Babu Musa aliamua kwenda kuhiji Maka. Hakwenda na begi la mgongoni, mjukuu wangu. Aliongozana na watu zaidi ya 60,000, askari, watumwa waliovaa hariri na ngamia 80 waliobeba mamia ya kilo za dhahabu safi. Alipofika Kairo, Misri, aligawa dhahabu kwa maskini kiasi kwamba thamani ya dhahabu nchini humo ilianguka kwa miaka 12. Lakini hapo ndipo tunaiona siri ya Mansa Musa. Mansa Musa hakutaka sifa tu, ila ratiba zake zilikuwa kujionyesha au kujiuza, yani marketing kwa lugha ya kisasa. Alitaka dunia ijue kuwa mali ni kitovu cha utajiri. Alikuwa anatangaza brandi. Alifanya hivyo ili wafanya biashara wote wakubwa duniani waje kwake. Alijua kuwa kuonekana kuna nguvu, lakini pia kuonekana kutaleta nguvu zaidi ndani yako. Wengi wanaishia hapo tu kwenye dhahabu, lakini babu yako mimi, ndani ya sauti ya babu, nakwambia siri kubwa ya Mansa Musa haikuwa kwenye mifuko yake, bali ilikuwa kwenye vichwa vya watu wake. Yaani aliwekeza kwenye watu na si vitu. Wengi wanaishia hapo kwenye dhahabu, lakini babu yako mimi
Nakwambia siri kubwa ya Mansa Musa haikuwa kwenye mifuko yake, bali ilikuwa kwenye vichwa vya watu. Aliporudi kutoka Maka, hakuleta dhahabu nyingine. Alileta wasomi, mafundi sanifu, yaani maarkitekti kutoka kote duniani. Alijenga mji wa Timbuktu huko Mali, ukawa kitovu cha elimu, lakini pia akajenga maktaba nyingi na vyuo vikuu. Alielewa siri moja kuu huyu Mansa Musa: utajiri wa vitu unaweza kuibiwa au kuisha, lakini utajiri wa maarifa huzalisha utajiri wa vitu milele. Na ndio maana hadi leo hii tunamtaja na kumsikia Mansa Musa, si kwa sababu ya dhahabu alizotoa au si kwa sababu ya dhahabu alizomiliki, bali kwa ustaarabu aliyoujenga huko Mali, lakini pia kwa Afrika nzima. Hivyo mjukuu wangu, siri ya utajiri wa Mansa Musa ilikuwa ni mchanganyiko wa vitu vitatu: kumiliki rasilimali muhimu, kujua namna ya kujitangaza, yaani ushawishi, au kwa Kiingereza branding. Cha tatu ni muhimu zaidi, kuwekeza kwenye elimu za watu. Leo hii huna migodi ya dhahabu, lakini una akili. Je, unaitumiaje? Unadhibiti nini kwenye soko lako? Unajifunza nini kipya kama Mansa Musa kuzunguka nchi na nchi? Kumbuka, kuwa tajiri ni rahisi, lakini kuwa Mansa Musa kunahitaji maono yanayoivuka vizazi. Basi nenda kafanye kazi na Mungu akubariki. Usisahau kujiunga nami tena hapa kwenye Sauti ya Babu siku nyingine. Nitakusimulia kisa kingine cha kusisimua. Na ikiwa wewe unahitaji kuwa familia yetu, si mbaya ukagonga alama ya kengele, tukaishi vyema na simulizi hizi za kale ya Afrika zenye wingi wa tamaduni na heshima. Hakika Afrika ndiyo mwanzo wa dunia.